Mamangu ni mjane, hatuna mahali pa kukaa tena. Tumeuza shamba yote. Na mimi niko na dreams. I want to fulfill it in my life. Na serikali yetu kweli wa county mnatumiza. Rais alisema mulipeni pesa. Mtulipe pesa zetu kwa haraka. Hiyo ndio tunasimamia hata sisi. Tunataka hiyo pesa haraka haraka. Tupewe hiyo pesa, watoto waende shule. Septemba wengine wako na barua waende shule. Wakati serikali wanaendelea na maneno yao ya investigation, hatuwezi zuia hao, wataendelea. Wacha waendelee na shughuli zao. Tunajua serikali wanajua kazi yao. Lakini pesa tulipwe. Sisi tunataka tulipwe pesa zetu. Na hatuko kwa siasa ya 2032. Hatuko kwa siasa, hakuna mtu anatulipa ndio tukuja hapa. Ni haki yetu, tunaitisha tupewe pesa zetu, watoto waende shule. Na msipotupea pesa, tutaendelea kupika kelele, tutaendelea kuwasumbua mpaka wakati tutakapopata pesa. Unless mfanye jambo lingine yenye inatufanya sisi tunyamaze. Lakini ile itatujamazisha ni pesa. Pea sisi pesa yetu na mambo yanaisha. Na tumesema pesa hizo tusipopata pesa kuanzia wiki ijayo kelele tubu kila mahali. Kwa hivyo jameni, mtupee pesa zetu. Nyinyi ni Wakenya wenzetu, ni privilege tu mlipata juzi mkawa viongozi. Hata sisi wengine pengine tunaweza kuwa viongozi siku zijazo. Kwa hivyo msitesee sisi kwa sababu tuko na watoto. Please mtulipe pesa zetu na tunaomba rais pia tunaomba kwa unyenyekevu. Tafadhali rais, ita viongozi wa hii kikundi. Usikie maoni yao, usikie vile tunasema. Tutakueleza ukweli, tuko na mambo ya ukweli, hatusemi uongo. Na tuko siasa. Kama mimi mwenyewe nilikupatia barua nikakwambia mtoto anipate wa barua. Mlishika na senator. Sijui mlishika mkaona ilikuwa barua ama ilikuwa ni nini. Mtupe pesa zetu, watoto wetu waende shule. Hiyo tu ndio tunakulilia. Na nataka utuite, utuambie kujeni mkutano, utuambie way forward. Ndipo tunapokaa nyumbani tunajua ya kwamba kuna kitu inaendelea. Tumekaa ni kama tuko kwa kisa. Hatujui nini inaendelea. Tunajua kwamba senator tumejua vile inaendelea. Na kava na wewe hata huko Eldoret tangu devolution hata hujafikiria wale wazazi ambao waliniheshimu wakafanya hivi, wacha niwaite niwaambie 1 2 3. Na tunajua ofisi yako wa Canada watu wanaendelea huko ndani. Hatujui pesa yenye inaendeleshwa hapo ni pesa za nani. Pesa yenye inaendeleshwa juu ya Finland na Canada, ofisi bado inaendelea. Watu wako wakazi wangali kwa ofisi. Hiyo ofisi inafanya nini kama sisi wazazi wengine wanaendelea tunaumia? Kwani kuna pesa zingine inafeva wazazi wengine wale yenye inatoka wapi? Na niwe kafana ndio unaendelesha hiyo ofisi. Wale wenye wako kwa ofisi saizi wanaendelesha hiyo kazi. Watu wa Canada ama Finland. Ni success kama kuna wenye wamepata visa waende, lakini sisi wenye tuko patu tunalilia wewe kafana. Utupatie pesa zetu, atuombi utusaidie pesa zetu, utupatie pesa zetu. Tunaumia sana, watoto wetu wanaumia. Unapotuona hata hapa leo watoto wengine wako tuko wachache. Sababu watoto wamechoka. Sasa wanapochoka tunajua watoto wanafanya nini mahali walipo. Kama mimi nilikupatia barua ukashika, nataka uniambie uliona nini kwa hiyo barua? Ilikuwa inakuambia nini? Senator ulishika, ukaona, ukasoma, ukanirudishia. Way forward sitapata. Wazazi wengine nao wako hivyo tu, wako na mabarua. Hizi barua watafanyia nini? Hawana mashamba ya kuuza alafu walipe hizo pesa. Watauza nini tena? Kafa na mahali ulipo, utusikie leo na utuite, utuambie kujeni mchukue pesa zenu immediately. On the issue of court and demand for school, we cannot postpone the education program kwa sababu kuna mtu wako kotini. Yes. It is incumbent upon the county government of Uasin Gishu, as led by the governor and the senator, to facilitate these children to go outside this county to wherever destination wakuje wa sort out their issues. We should not be dragged upon issues ambayo kotini. That is not our problem. That is the problem of the children. Watoto waende shule, waendelee wa sort out their issues. The county government of Uasin Gishu is the guarantor. Hao ndio walisimamia wanafunzi hao na wazazi hao ya kwamba wataenda ngambo. And they failed. So to cover that mess, wa sort out issues hao na kotini ya criminal, lakini watoto waende shule penye wanatakana waende. We are not going to mix issues. Number 2,
kuna AJS, kuna ADR. The court can give a window watu wasetoliwe. It is not cast in stone that kwa sababu kuna criminal offense ama kuna civil case haitasikizwa. So tusipewe hiyo mambo hiyo kasumba ya kwamba kesi iko kotini. Sasa watoto wakae. The children will not stay at home because kuna kesi kotini. Number 2, and number 2, wakijaribu hiyo route, we are going to marshal our wazazi na wengine tuanze kuweka second adjust to impeach the governor and the senator. Yes. Atuwezi pelekea wada ujinga. We had Governor Mandago, no Senator Mandago akisema mwenye anadai aende koti. Kwani alikuwa anachukua pesa yetu willingly, deliberately. Ndio aseme tuende kotini. Hakuna. That nonsense must stop. So ajue ya kwamba failure to do this by Monday, Tuesday, Wednesday. Maandamano tena, na hivyo ndio wanafunzi wameamua, na hivyo ndio wazazi wameamua, ama watolewe. Number 2, hii action tumesema ni ya kwamba impeachment itaanza. Wasipofanya hivyo, we have ground, sufficient ground to impeach the governor and the senator. Uwezi kula pesa ya wanafunzi na kusema ati I'm the governor. Uwezi kula pesa ya wanafunzi na kusema ati I'm the senator. Kuna. It can't work. Not in this modern day. So tusitumie kotini ya kutu. No. And wajue tarehe 2 tuko kotini Nakuru. All the parents and the students tutajaa hiyo kotini. Maandamano tunapeleka Nakuru. We are also asking kotini expedite hiyo hearing ya criminal. Na kama wakitaka peace walipe watu pesa. Niliona advertisement kwa county kwa kuna scholarship. That was nililipa 28 October last year. While our governor alikuwa Chalilim. So tumedanganywa kila wakati. Kiambiwa tungoje wengine waende kwanza. Kumbe hao wengine pia wanadanganywa. Tukaambiwa tungoje devolution ishe, ikaisha. Baada hatujaambiwa anything, kila mtu ako silent. So kama wanafunzi tumeamua tunarudi maandamano next week, ndio hatujaambiwa anything. We are very depressed. We are stressed. We have nowhere to run to. To the county government of Uasin Gishu. Why are you cheating us? Why are you putting us into graves? Mbona mnazika wananchi wa Uasin Gishu? You've shattered our dreams. We don't know where to head to. The only language we had from you is you are cheating us. We meet with the governor, anakuja anaongea, inakuwa story. You told us wait for the devolution issue so that we do something. But now the devolution is over. We have almost 1 week. No, you are not talking to us. Why do you want us to die? Personally, I have a letter. Through an agent, I have applied for a school in Australia. I have the letter. The deadline is 15th of September. That is next month. I have 2 weeks to pay the money. But you are not giving us, you are not talking about our refund. It's not only me. We are so many students who have the letters. We want to fulfill our dreams. Our target to go to abroad is to fulfill our dreams. That is what it is in our hearts. We are dying. We are dying of depression. We are dying of stress. Some have hypertension. Where are we heading to as a county? You are calling that the Senate committee is coming here for confirming Eldoret to be a county of, I don't know, a city. Which city? While we are dying. Which city? While we have demonstrations in and out. So for your information, if we want to have our money by today, county government of Uasin Gishu, we are on streets. Tutalala kwa streets. We are searching for our money. We need our money with immediate effect.